United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again. They can never have a nuclear weapon. And we sought repeatedly to make a deal. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or, in the alternative, face certain death. The great, proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. For many years, you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. To the great proud. So leo US na Israel wameweza kuattack Iran. Of course kunakuwa na hiyo combination ya Israel na USA wameweza kuattack Iran na wakaweza kulipua some areas huko Iran, na pia Iran wakaweza kurespond to all air bases zenye ziko hapa Middle East, sana sana Qatar, Bahrain, Kuwait na UAE. Na of course kumekuwa na hizo explosions, kumekuwa na some of the areas zenye zimekuwa exploded. Remember watu wanatumia missile, so ile missile inakosa kupatikana na ile interceptors, definitely inaweza kuwa inagonga, na ikigonga of course inaleta explosion. So pale Bahrain tumeona kumekuwa na explosions, hapa Qatar kumekuwa na explosion, UAE kumekuwa na explosion, and let's hope that hii vita itaenda hivyo ipungue, kwa sababu this is the effect ina affect life of the people, because definitely kama hiyo missile ikigonga kwa building na kuna watu pale ndani, definitely kunakuwa na loss of life na damages ya properties mingi sana. Pia hiyo tension of course inafanyaga kazi inakosa kufanyika vizuri sana. Let's believe that things will be well and fine, and we believe that they shall able to settle down, waweze kusolve. Imekuwa some days bado kumekuwa na vita between Israel na Iran, na Tahenyu pia aliweza kunyoroshwa kidogo of course, lakini pia aliweza kusaidiwa na USA pale. So let's hope and believe that things will be fine and okay, and yes, tuone vile itakuwa. So stay safe, let's pray for each and every one of us, na we believe that mambo itakuwa very fine, and then juu hiyo tension pia inafanyanga kukuwe na instabilities na mambo mengi sana, especially kwa kazi na vitu zingine kama hizo. So let's hope for the best, and tuone vile mambo itakuwa. Hizi ni vita mostly tulikuwa tunazisikia tukiwa wadogo sana, yeah, for many of us tulikuwa tunazisikia nchi fulani napigana na fulani, but this time round tunazishuhudia live as we see, yeah. Most of us, ama watu wengi sana, especially those people working in the Middle East, hizi vita walikuwa wanazisikia tu na masikio, ama mnaona kwa news, mnasikia ama mnaona kwa gazeti ati nchi fulani ilituma missile mahali fulani, and we never used to experience this. So most of us, it's our first time to experience vita kama hizi, na unakuta vitu zingine kama hizo missile na nini zinarushwa mahali sisi we can see and we can watch, and even maybe unasikia kuna one of our brothers and sisters wamekuwa affected sana sana. So let's pray for each and every one of us here, and we hope that they shall able to settle, kwa sababu wao wenyewe waumiangi between maybe Trump and
huyo president wa Iran, of course unakutaga au wakubwa au miangi, so most of the people wenye wanakuwa affected, for example mahali kumekuwa na hizo explosion, ni watu even they are not even aware about what they are asking for. Remember Trump na US na Iran wanaulizana mambo na missile na nuclear hizo nuclear. Oh my God, that is one. So you can feel you can hear from far. So kuna hiyo moja imelipuka sasa, so kuna hiyo tension of course, na we pray that things will be fine. Definitely kunakuwa na tension because ile mlipuko inakuwaga hapo si rahisi, especially ikilipuka karibu na nyinyi, you know, and when that missile ikiweza gonga mahali kama hapa, definitely inakuwaga so we believe that our brothers and sisters, they are safe wherever they are, and we are safe as of course, and we pray for hii vita isiende sana, because definitely ikienda hivi, loss of life na destruction ya properties, kampuni zinakuwa unstable, nchi zinakuwa unstable, and here is where we are here to look for our work. You can really imagine already tumeshatoroka nyumbani because there is that mambo na kazi na nini, so where we are tena unakuta kuna vitu kama hizi, so it's also a good time to pray and also believe that things will be fine. Let's hope that Trump and President wa Iran, they shall have a negotiation and then they discuss. Maybe meanwhile, in the course of the week, and these things may be able to settle. We believe that they are doing the best to ensure that those missiles, they don't haziwezi gonga most of the residents ama hizo airbase, though they mostly affect mostly huwa na airbase because that is the stronghold of the country, you know. Military ikiwa affected, definitely all of you are weak. That's unaonanga wakiweza attack military camps, definitely nchi kugongwa ni rahisi sana, because those are the place where nchi inategemea power yake. So let's believe that things will be fine, and let's pray for each one of us. Don't need to panic so much in your home country. Stop kupea watu wa kwenu stress sana, ukiwaambia huku vile mnapigwa, let them, wacha ikue cool, wacha wasikue na ile tashwishi sana. Don't give so many negatives unless maybe umekuwa attacked ama affected sana, ama kama huko tumeona kumelipuliwa na maybe umeaffectiwa kidogo. Another thing ni we stay safe, we stay indoors, and we avoid hizo movement wanasema, and of course I think kila mtu ameweza kupata notification kwa simu na mambo kama hayo, so let's believe things will be fine, and tuzidi kuona. Last time tuliweza kushuhudia, this time loud bado unaona kuna vile, and we pray for each other, we be brothers keeper. Uliza mwenzako vile anaendelea, mko aje, mko safe on the other side, because nothing much that can proceed now. Hakuna kazi inaweza endelea for now. I know most of the businesses sahi wame shut down, and of course they are still proceeding with Ramadan. Hata sijui kama inaendelea. Uliza sijui kama kuna watu wamefunga. Do you know tension kama hiyo inafanyanga, kama ulikuwa na njaa inakuja mara mbili, ama labda radha inapotea kabisa, yeah? So let's believe that this season of Ramadan everything will be safe and okay. Yeah, see you in the next